It is very sad to hear a Kenyan, a learned Kenyan, saying that the Kikuyus will suffer. Kuna watu wanafikiria kwa sababu mtu anapinga serikali ama anapinga mambo ya Ruto, anaipinga kwa sababu ni Mkikuyu. Hiyo ndio shida yenye inaendelea Kenya saa hizi. Kama Gachagua bado angekuwa kwa serikali, kuna watu wangekuwa wanaona tunapinga mambo ya serikali kwa sababu sisi ni Wajaluo. Na mtu mwenye anaweza ongea eti Wakikuyu eti hiyo ndio dawa yenu, eti tutawapea tena eti 10 bila break, eti tunapunish Wakikuyu, ni mtu unaweza dhani amesoma. Unaweza dhani mtu ni mtu alikuwa class, anaelewa nini inaendelea. But until mtu aanze kuongea eti Wajaluo wako kwa serikali, eti wacha tukule, somebody thinks just because you are against policies zenye Ruto anaset, anaona wewe ni Mkikuyu. Hiyo ndio siasa inaendelea Kenya. Siasa ya ukabila enye ni mbovu sana, enye hata mtu unashindwa kuingia. Utaanzia wapi kusema si eti tunapigania Wakikuyu, tupigane na Wajaluo. Tunapigania Kenya yenye itakuwa poa, mahali hatufinywi na tax. Mahali hiyo tax hata tukitoa haipotei eti 1.3 trillion hatujui mahali imeenda. Hiyo si about Wakikuyu, hiyo si about Wajaluo. Sijui hii Kenya tu walai. Kwanza unaweza ona mtu udhani mtu akona akili until aanze kuongea. Mtu yoyote tu mwenye anaona wewe ni unapinga eti Ruto aende home, Ruto ni one term, anaona wewe ni Kikuyu. Hata Gen Z wale walikuwa wanapigana wakati wa maandamano, wale tulikuwa tunang'ang'ana wakati wa maandamano. Saizi ukiongea, bora unaongea against Raila na Ruto, unaonekana wewe ni Kikuyu. Si about Wakikuyu, si about Wajaluo, si about punishment. Whoever is being punished ni wewe raia. Hata wewe mwenye unajiona eti Jaluo ako kwa serikali, you will feel betrayed when whatever you expect will not be accomplished to you. Ndio tuanze kusema eti pia sasa Wakikuyu waanze kusema tunapunish Wajaluo, tunapunish Jaluo jinga, Jaluo jeuri. Kuna ka level ka stupidity kako ndani ya watu wamesoma. Kwanza kwa hii social media, kuna watu hawaoni ile power iko kwa social media. They don't even see what they are talking. They just talk. They don't know the power of social media. When you speak something like eti sasa Wakikuyu wataona, eti sasa Wakikuyu ndio watafeel. Ni kama wakati wana raise taxes ni Wakikuyu wanaumia peke yake. I'm flabbergasted, I'm disappointed. Mimi nilikuwa najua mtu amesoma ni mtu mwenye anatumia independent thought. Mtu anafikiria mwenyewe, si mtu ataanza kufuatana na watu eti kwa msingi ya kikabila, eti Mjaluo hajawahi pata sasa saizi, eti ndo wakati wetu kukula, eti sijui Wakisii, sijui Wakamba. Hii sio time ya kuongea hiyo utoto. Watu wanaongea hiyo kitu, most of them ni watu wako very near to their death. Mpaka the only hope they have is along their tribal lines. Na mtu mwenye anafikiria hivyo, unaweza dhani amewahi saidika kwa sababu yeye ni Mjaluo ama yeye ni Mkikuyu ama Mkisii. Until ukae na yeye utarealize anko yake Mkisii amemtreat worst.
anko yake Mjaluo. Hiyo kabila tunajaribu kuingiza ndani, utarealize mara mingi hata isaidiangi, imefanya watu wengi wanateseka. Ukiongeza juu ya vile tunafinywa na tax, vile tribalism ndo imetumika kuingiza uongozi mbovu, alafu uangalie mtu anaongea eti mtu anapinga Ruto ni Jaluo, ama mtu mwenye anapinga Ruto ni Kikuyu. Unakaa hivi, unaangalia mtu, unasikia kulia, unasikia kumpiga. Ukiangalia tena mtu vizuri hivi, unaona ni kama ni mtu amesoma, ako na akili. Kumbe ni mafi imejaa tu kwa kichwa. Mtu anaweza ongea udhani anakulanga mafi. Mtu yoyote anaongea ukabila, huyo ni mtu anakulanga mafi, anaongea upuzi. Na we mwenye unasikiza mtu wako na ukabila eti mtu anapinga Ruto na Raila ni Mkikuyu. Sio Wakikuyu wamefinywa, ndugu yangu, dada zangu. Wakenya wote tunaumia. Hakuna cha Wakikuyu, hakuna cha Wajaluo. Hii upuzi mmekuwa nayo for the longest time inauma sana. Inauma sana roho. Inafanya roho inasikia kulipuka, kwa sababu ukijiuliza Mtaita ataanza kuongea juu ya Mjaluo nini? Mkamba anaongea juu ya Wakikuyu nini? Ukikuyu inakusaidia nini? I'm a very bitter man. Very bitter man. We already have a very poor governing system. Governing system yenye inakuonyesha everything is okay. Watu wanajua kukuonyesha vile watachora budget ya 4.2 trillion, lakini 4.2 trillion ikitoka ama ikipatikana, hakuna kitu yoyote wameandika kwa hiyo budget watafanya. Na bado mtu anakuambia eti mtu anapinga serikali ni Mkikuyu. SHA haifanyi kwa Wakikuyu peke yake, ama inafanya Nyanza. SHA inafanya kwa Wakikuyu peke yake. Hiyo 1.3 trillion imefichwa kwa Wajaluo, sasa iko huko kwa Wajaluo, ndio hiyo wanaenda kugawana na Raila. Tuache kuwa mafala. Tuache kuwa mafala. Tunahitaji mtu mwenye anafikiria watu wengine. Si mtu anafikiria eti huyu kwa sababu anapinga huyu ni Kikuyu, eti huyu ni Jaluo. Huyo ni fala. Mtu anafikiria hivyo, nimekuambia tena, huyu ni mtu anakulanga mavi, ama anaishi kando ya choo. All he thinks is shit.